Bwana Yesu ahuzunika Getsemani. Sasa nafsi yangu inahuzunika, na nitasema nini? Baba, uniokoe na saa hii. Lakini kwa ajili ya hii ndiyo nilikuja hadi saa hii. Chukua kikombe hiki bali nami. Kikombe kinamaanisha nini? Je, ni kuokolewa kutokana na kufa kiroho? Je, ni kutokufa kwa huzuni kabla ya msalaba kuvumiliwa? Je, ni nguvu za shetani? Ama ni kuombewa kutoka kwa kifo kwenda kwa uzima kwa usalama? Je, ni kupunguzika kwa huzuni na uchungu katika bustani? Ni hamu kuu ya kushikilia hali ya kuwa Mungu ili asitenganishwe na hali hiyo? Ni wazo lenyewe la Mungu kufanywa dhambi kwa kuwa kamwe hajakuwa na dhambi? Hakika tuajiuliza, kikombe alichokitaka kiende mbali naye humaanisha nini? Si mwingine tunayezungumzia bali ni Yesu Kristo wiki yake ya mwisho alipokuwa akichomwa Getsemani. Hii ni Metanoia TV. Dokumentari hii imeandaliwa na Dominic. Karibu sana. Kitabu cha Marko sura ya 14 mstari wa 32 hadi 42 inatoa moja ya matukio yaliyojaa huzuni na yaliyojaa hisia kubwa katika Injili. Huzuni katika Getsemani. Hapa Yesu akijua kifo chake kinakaribia msalabani, anapitia wakati wa msongo mkubwa wa kihisia na mapambano ya kiroho. Kipengele hiki ni muhimu kwa kuelewa kina cha utu wa Kristo na uzito wa dhabihu aliyokuwa akielekea kuifanya. Pia inaonyesha mvutano kati ya huduma ya kimungu ya Yesu na hofu yake ya kibinadamu ya mateso na kifo. Kiteolojia, tukio la Getsemani linafungua dirisha la asili ya kazi ya Kristo kama mtumishi mwenye mateso, na linajiandaa kwa msaliti, kushikwa na kusulubiwa ambayo atafuata. Katika maelezo haya tutaangalia vipengele vya kifungu hiki. Tutalinganisha na vifungo vinavyofanana katika Mathayo, Luka na Yohane, na tutatafakari juu ya maana ya kiteolojia ya huzuni ya Yesu katika bustani. Vipengele muhimu vya kuchunguza ni pamoja na ishara ya bustani, hali ya kihisia ya Yesu, maombi yake kuhusu kikombe na mwingiliano wake na wanafunzi wakati wanashindwa kuwa macho na kumwombea. Tuanze na Getsemani. Marko 14 mstari wa 32. Marko anaanza tukio hili kwa kuonyesha mahali pa maombi ya Yesu kama Getsemani, sehemu inayojulikana kama mahali pa kusaga mafuta. Jina Getsemani linatoka kwa Kiebrania Gat Shemanim, likimaanisha mafuta, ambalo linahusisha mahali pa kusaga mizeituni ili kupata mafuta. Umuhimu wa mahali hapa ni wa kiishara na wa kiutendaji. Kwa upande wa kiishara, Getsemani inawakilisha shinikizo la kiroho kubwa ambalo Yesu alipitia alipojiandaa kukutana na uchungu wa msalaba. Picha ya kusaga mizeituni inasisitiza uzito wa huzuni ya Yesu na machungu aliyokuwa nayo kwa kutarajia mateso
aliyokuwa akielekea kuyapitia. Kwa upande wa kiutendaji, Getsemani ilikuwa ni mahali pazuri pa kujitenga, bustani iliyo karibu na mlima wa Mizeituni, ambapo Yesu alikuwa na nafasi ya kujitenga na wanafunzi wake kwa muda wa maombi na tafakari. Getsemani kwa hiyo inakuwa mahali ambapo Yesu anakutana na shinikizo la kiroho kwa nafsi yake kabla ya kubebwa kwa uchungu wa mwili kwenye msalaba. Pia ni mahali pa mabadiliko. Ingawa ni mahali pa maombi, hivi karibuni patakuwa mahali pa kushikwa kwake na msaliti, kuashiria mwanzo wa safari ya kuelekea msalabani. Huzuni nzito ya Yesu. Marko 14 mstari wa 33 hadi 34. Marko anatoa picha wazi ya hali ya kihisia ya Yesu katika Getsemani. Akachukua pamoja naye Petro na Yakobo na Yohana, akaanza kushikwa na hofu kubwa, akaanza kuhuzunika sana. Kauli hii aliyezidi kushikwa na hofu inaonyesha hali ya hofu au hisia kubwa za huzuni. Hii ni mara ya pekee kutumia neno hili katika Agano Jipya, ikionyesha uzito wa hisia za Yesu. Kauli hii tena, aliyezidi kuhuzunika, inamaanisha hali ya huzuni au machungu makubwa. Yesu alikuwa akipitia katika hali ya huzuni na msongo mkubwa wa kiroho ambao haujawahi kushuhudiwa na binadamu mwingine. Chaguo la maneno ya Marko linasisitiza umakini wa mvutano wa ndani wa Yesu. Utu wake unadhihirika wazi hapa. Hakuwa akifanya tu mapenzi ya Mungu, bali alikabiliana na uzito wa kilichokuwa mbele yake. Maneno huzuni kubwa yanaweza pia kutafsiriwa kama kupitia huzuni kubwa au kuwa katika maumivu makubwa. Huu si wakati wa huzuni ya kawaida, ni migogoro ya kiroho na kihisia kwa kina. Yesu hakuwa akikutana tu na maumivu ya kimwili aliyokuwa akielekea kuyapata, bali pia na mzigo wa kiroho wa kubeba dhambi za wa ulimwengu. Yesu alizungumza na wanafunzi wake akiwafunulia, nafsi yangu ina huzuni sana hata kufa. Maneno haya ni muhimu katika kuelewa kina cha maumivu yake ya kihisia. Yesu alikuwa akihisi huzuni kubwa kiasi kwamba alijiona kama angekufa kutokana na uzito wake. Usemi huu unadhihirisha huzuni yake kuu na kuonyesha kuwa huzuni ya Yesu sio tu ya kiakili, bali ni ya kibinafsi na ya kihisia. Maombi ya Yesu. Kikombe kiende mbali naye. Katika Marko sura ya 14 mstari wa 35 hadi 36 tunaona maombi ya kibinafsi na ya nguvu ya Yesu kwa Baba. Akaenda mbele kidogo, akaanguka chini, akaomba akisema, ikiwa inawezekana, saa hii ipite mbali na mimi. Mkao wa kimwili wa Yesu kuanguka chini unaonyesha uzito wa ombi lake na kina cha mapambano yake ya kihisia na kiroho. Hakuwa anasema tu maneno, alikuwa akishuka chini kwa uzito wa huzuni yake.
Maombi ya Yesu ni kilio cha kutaka Baba muokoe kutoka kwa mateso atakayokutana nayo. Sehemu kuu ya maombi yake ni haya: Baba, mambo yote yanawezekana kwako. Chukua kikombe hiki mbali na mimi. Kikombe ni rejeleo la kiishara kwa mateso, hasira na kifo ambacho Yesu atakutana nacho. Katika Agano la Kale, kikombe mara nyingi kinawakilisha hukumu ya Mungu. Mfano wa Zaburi 75 mstari wa 8 na kitabu cha Isaya 51 mstari wa 17. Na Yesu anajiuliza kama kuna njia yoyote ya kukwepa kikombe cha mateso. Anakubali kwamba Baba ana uwezo wa kumwokoa kutoka kwa mateso haya, lakini pia anakubaliana na mapenzi ya Mungu akisema, lakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Kushindwa kwa wanafunzi kuwa macho. Marko 14 mstari wa 37 hadi 41. Baada ya maombi yake, Yesu anarudi na kuwakuta wanafunzi wake wamelala. Anamwambia Petro, Simoni, umelala? Huwezi kuwa macho hata kwa saa moja? Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake kuwa macho na kuomba ili wasije wakaingia majaribuni, lakini walishindwa. Hali hii inadhihirisha udhaifu wa kiroho wa wanafunzi na inatabiri kumkimbia Yesu wakati atakapokamatwa. Swali la Yesu kwa Petro linagusa moyo kwa sababu Petro alikuwa ameonyesha mapenzi yake ya kufa pamoja na Yesu. Marko 14 mstari wa 31. Lakini sasa hawezi hata kubaki macho na kuomba kwa saa moja. Maagizo ya Yesu ya mara kwa mara ya kuwa macho na kusali yanasisitiza umuhimu wa uangalifu wa kiroho, hasa katika nyakati za majaribu na dhiki. Yesu anajua kuwa masaa yajayo atakuwa na majaribu kwa wanafunzi wake, na kushindwa kwao kubaki macho na kuomba kunaonyesha ukosefu wa maandalizi ya kiroho. Sala la Yesu mwenyewe inaonyesha kujisalimisha kikamilifu kwa mapenzi ya Baba. Hata hivyo, wanafunzi wanashindwa katika jukumu lao la kubaki wakiwa macho, jambo linalosisitiza hitaji lao la neema ya Mungu. Baada ya maombi kwa mara ya pili, Yesu alirudi na kuwapata tena wamelala, kwa maana macho yao yalikuwa mazito. Hali hii inaonyesha uchovu wao wa kimwili, lakini pia inaonyesha udhaifu wao wa kiroho. Licha ya maumivu makali ya Yesu, wanafunzi wake walikuwa bado hawahusiani na machungu yake ya ndani. Hatimaye Yesu alirudi kwa mara ya mwisho na kusema, imefika saa. Angalia, mwana wa Adamu amekabidhiwa mikononi mwa wakosefu. Kuna hisia ya mwisho katika tangazo hili. Wakati wa kusali na kulinda umekwisha, na wakati wa kutolewa kwa usaliti umewadia. Azimio la Yesu ni dhabiti na yuko tayari kukutana na kukamatwa kwake na mateso yatakayofuata. Maana ya kikombe kwa mujibu wa Biblia.
Kibiblia, kikombe katika kifungu hiki ni muhimu kwa kuelewa asili ya dhabihu ya Yesu. Ingawa kikombe kinaweza kumaanisha mateso ya kimwili ya kusulubiwa, hasa kinawasilisha mateso ya kiroho ya kubeba dhambi za dunia. Yesu ambaye alikuwa bila dhambi alichukua uzito kamili wa dhambi za binadamu na kusababisha kutenganishwa kwa muda na Baba. Hii ni maumivu yasiyofanana na mengine yoyote, kwani inahusisha ushirika usiovunjika wa Mungu tatu moja, Trinity, kuachwa kwa muda kwa ajili ya ukombozi wa watu. Zaidi ya hayo, uzoefu wa Yesu katika Getsemani unaonyesha undani wa utiifu wake. Ingawa anadhihirisha maumivu yake na anamuomba Baba amtoe kikombe hiki, mwishowe anajisalimisha kwa mapenzi ya Baba. Huu ni mfano wa kweli wa utiifu wa binadamu, ambapo mapenzi ya mwana yanaungana na mapenzi ya Baba hata kwa gharama kubwa kibinafsi. Huzuni katika Getsemani inawalika waamini kutafakari uzito wa dhabihu ya Yesu. Katika wakati huu wa dhiki, Yesu anatoa mfano wa kujisalimisha kikamilifu kwa mapenzi ya Mungu. Hapuuzi msalaba, bali anaukumbatia kama njia muhimu ya wokovu. Huzuni hii, ingawa ni ya kibinafsi sana, ilivumiliwa kwa ajili ya wokovu wa dunia. Kwa kuhitimisha, kitabu cha Marko 14 mstari wa 32 hadi 42 ni kifungu muhimu kinachoonyesha ubinadamu na umungu wa Yesu. Katika Getsemani, Yesu anakutana uzito kamili wa mateso yake yajayo, lakini anajisalimisha kwa mapenzi ya Baba kwa utiifu kamili. Kushindwa kwa wanafunzi kubaki macho na kusali kunaonyesha tofauti na uangalifu wa Yesu mwenyewe katika kuomba. Mwishowe, tukio hili linasisitiza undani wa upendo na dhabihu ya Yesu. Uwezo wake wa kunywa kikombe cha mateso unaonyesha kujitolea kwake kwa mpango wa ukombozi wa Mungu kwa ajili ya wanadamu. Huzuni hii katika Getsemani ni wakati muhimu unaothibitisha uzito wa msalaba na gharama ya wokovu kwa ulimwengu. Shukrani za dhati kwa kuifuata Metanoia TV. Bonyeza subscribe na kushare kwa wengine. Usisahau kudrop ujumbe wako in the comment section. Karibu kwa kipindi kingine. Mungu akubariki.